Lakini pia kuwanasihi wakina mama baadhi yao wakiachwa na waume wenda mahakamani wataka nyumba zigaiwe nusu kwa nusu. Hawa ni wakina mama madhalimu ambao wataukuta moto walioula wa dhulma akhira wasipotubia kwa Mola wao. Mume amekuoa, mume amehangaika, anachuma, akulisha wewe, alisha watoto, akuvalisha, hangaika, alipa maji, alipa umeme, na akapata kipato, akajenga nyumba ili mstiriki. Allah amekadiria kuachana, ni kadari ya Mola. Wenda wafanya mipango ile nyumba mliojenga au zile mali nusu kwa nusu upewe wewe. Wewe ndio ulokwenda kazini, eti tumechuma wote. Sasa alikuwa akija mimi namliwaza. Uliwaza ndo kuchuma, wewe uliwaziwi? Nataka kuwachezea watu, wewe uliwaziwi? Kwani mwanamke katoka kwa wazazi wake kaja kwa mume atafuta nini kula? Nataka kuchezea watu hapa. Kula si ulikuwa unakula kwa mzee wako. Umekuja utakaotafuta utulivu katika njia ya kisheria, upate mume, upate starehe ya tendo la ndoa kwa mumeo, upate watoto ambao ni utulivu wa jicho lako. Kitazama mtoto wako asikia raha. Wewe hujapata utulivu kwa bwana. Kama kuchuma mlichuma wote, ulitia wewe capital yako, mkaenda katika share kwamba bwana hii ni partnership, sharika. Mimi nimetoa capital na wewe capital. Kinachovunwa ni chetu. Tujenge nyumba hii, tuko shirika. Jambo likiwa wazi hivyo sawa. Dini haijakataza kwamba mwanamke amekuja na mali na milioni 10, mume wangu wewe milioni 10, tuweke milioni 20. Tujenge nyumba, share. Hii nyumba ni mimi na wewe. Sawa. Lakini nyumba mume katafuta kiwanja kwa shida, hangaika, kalipa kidogo kidogo, ajibana, kajenga nyumba, wewe umekaa ile nyumba, Allah amekadiria, riziki imekwisha, mmeachana. Wewe una mali hapa. Eti tumechuma wote, mmechumaje wote? Elezea. Sasa wanawake wengi wanaona sheria ya dini imewadhulumu, ima wazungumze kwa midomo yao au kivitendo vyao. Ukienda mahakamani ni ishara wewe unaona dini imekudhulumu, kwamba ulipoachika ilikuwa dini ikwambie na wewe upewe nusu ya mali aliyochuma mume, lakini dini haikukupa, kwa umeamua kwenda mahakamani. Umemwacha yule ahkamul hakimin, yule hakimu wa mahakimu, umekwenda katika mahakama za kitaghuti wadai haki yako. La ilaha illa Allah. Huyu ni mwanamke muovu kabisa katika miongoni mwa wanawake waovu. Kwa hiyo wanawake watakiwa waridhike, wakubali kwamba sheria za dini yao ndio sheria muhkama, mutqana, ndio sheria za uadilifu. Waridhike na maisha yao, warudi kwa Mola wao, watawakkali kwa Mola wao. Umeachika, basi rudi kwa Mola wako, tawakkali kwa Mola wako. Allah atakupa kilichokuwa bora zaidi ya hicho. Kama mume pia ulimpa mali zako kwa ihsani, zile ni za mume. Yatakiwa tufahamu kuna wanawake wengine wana mapenzi ya kweli. Kapata mali mume wangu, chukua wewe hizi. Ukisema umempa mume, jua kuna leo na kesho, au mapenzi yanaweza kuvunjika. Kama vile mwanamume ambaye pia naye anaweza kama mke wangu, hii gari yako nimekuandikishia. Ni mapenzi. Watu wanaweza kupeana katika ndoa. Akikuacha yule hatakiwi kuchukua ile mali aliyokupa kama zawadi. Hatakiwi. Hii gari yako ni yako. Ya milioni 200 amekuacha, ni gari yako, ondoka nayo. Nyumba ile nimekujengea yako, kakuacha, ni nyumba yako. Amekufa kule, hakuna mirathi, ile ni yako, alikupa wewe. Haya ndio maisha yalivyo. Wanawake watakapoishi katika uelewa wa hali ya juu wa dini yao. Vinginevyo mwanamke huyu atauchuma moto kwa mikono yake katika dunia.